Furaha na sherehe. Wakati mwingine unashangaa siku za sikukuu. Mimi nilikuwa na kama nimemaa maeneo fulani. Amen. Kipindi cha sikukuu huwa zinafuatana hizi sikukuu, sawa eh? Inaanza sikukuu ya Ramadhani, si ndio? Sasa wakati tuko kule sikukuu za Ramadhani, watu walikuwa wanakuwa wazuri, ukitembea popote wako vizuri, sawa sawa. Hata ukitembea njiani watu wanasalimia kwa watu. Ukienda mabaa, hakuna watu kwenye mabaa. Pombe zimekosa wateja. Mbaya zaidi, hata kile kitu kidudu, unaita mdudu, na mwenyewe amedoda. Hii sasa sikukuu inasaidia watu. Nikasema jamani, hapa ni pazuri sana. Tungekuwa ni ruhusa, ilikuwa ile Ramadhani mwaka mzima. Dunia ilikuwa inatakiwa kwa zuri. Walipofungulia, kati nilikuwa na kabodaboda fulani hapa nyuma, hiyo bado hawajaanza kuroga. Nilikuwa na mimi Kasongo. Nikatembea na Kasongo. Watu siku wanashangaa kutoka saa 4 ya usiku unapofika saa 9 saa 8 umeingiza 100,000 au 80,000. Siku hiyo unashangaa mtu anakwenda ndege. Kwa nini? Kwa sababu watu wamebeba sikukuu, hawajabeba uhalisia wa kile Mungu ameweka ndani. Wewe ukasema mimi ni mtumishi wa Mungu, nimekuja Pasaka, sasa ndio umefungulia kwa lazima. Umeshindwa wewe na mapepo. Hatupashi kuachia. Kama umeshafunguka, umeponywa, haitakiwi urudi tena kwenye dhambi. Haiwezekani unasema sasa Yesu amefufuka, kwa hiyo amefufua dhambi. Unashangaa mtu ndiye amefungulia anaanza kusema, "Uko wapi? Maidia." Yule mtu anasema, "Bwana leo tunakutana wapi?" Koko bichi. Sawa, koko bichi sio shida. Sio dhambi. Lakini koko bichi, koko kona. Unaona watu wanarudi jioni kiroho kimekufa. Ulikuwa ni wa kiroho kimekwisha kwa sababu tu ya sikukuu. Sasa hiyo sio sikukuu. Ni kifo. Ufufuo, nguvu ya ufufuo iliyomo ndani mwako lazima iondoe vitu vilivyokuwa vinakufa. Sio tena vilivyokuwa hai vinakufa. Sasa hiyo ni mimi nashangaa. Hapo kuna mtu ananielewa? Amen. Yaani kitu kinachoamsha sasa kinaua. Kwa sababu kama sikukuu inasababisha mtu amwache Yesu, maana yake sikukuu haijawa kimungu. Ina roho ndani yake. Ni kweli sio kweli? Na hiyo roho ikikamata mtu inamharibu kiroho. Alafu nashangaa mtu ameshakuwa mlokole komago, amekuwa addicted. Ni addicted wa dhambi. Nakuta ni mlaibu mtu wa dhambi. Hawezi kumweleza chochote. Bwana asifiwe sana. Amen. Ana ukomavu na huko ana roho ya kiburi. Ndani ya roho ya ufufuo kuna neema ya Mungu. Hii ndio natamani uelewe. Neema ya Mungu kazi ya kufufua ni kuisha. Umeelewa? Inaishia pale. Kinachoendelea ni roho ya neema ambayo iko ndani ya neema ya Mungu. Ndio nataka nikumelee kidogo.